ilikuwa ina sababu ya kuwaitisha wananchi wote afu mkutano wa chama. Ni kitu ambacho hakileti maana sana. Wewe itisha wanachama wako, nenda kakae nao, mjadili yale ambayo mnaweza kujadili. Kama ni nyumba 10, unasema sijui mashina sijui nini hivyo, wao ndio kazi yao hiyo, wafanye hizo kazi hizo. Wengine hatuko na hizo mashina na nini hivyo. Napenda niwasalimie kwa salamu ya chama vijana mkoa wa Njombe. ACT Wazalendo, taifa kwanza, leo na kesho. Maslahi ya wote, taifa la wote. Tunapopenda kuzungumzia habari ya taifa, lazima tuone kila mmoja na kwenda kutendewa haki ndani ya taifa lake. Kuna tamko nafikiri lilikuwa limetamkwa na waziri wa mambo ya ndani kuzuia mikutano ya kisiasa, akiwa analenga kwamba inawezekana kukaa kuna vurugu ndani ya matamko hayo. Lakini juzi tu hapa mama katangaza, Mheshimiwa Rais ametangaza kwamba amani iko ya kutosha, nchi yetu iko salama. Sasa nataka tuhoji kwa waziri wa mambo ya ndani, kama nchi iko salama na Sabasaba ishapita, ambao watu walikuwa na mashaka na hiyo, na yeye nafikiri alikuwa yuko na mashaka na hiyo tarehe 7 mwezi wa 7, kwamba kunaweza kuwa kuna uvunjifu wa amani, vurugu zikatokea ndani ya nchi. Lakini Sabasaba imepita kama hivyo. Lakini nataka tujue sasa upande wa yeye waziri wa mambo ya ndani ataruhusu lini mikutano ya kisiasa iendelee ndani ya taifa hili, ili kila mmoja sasa aende akapambane ndani ya majukwaa ya kisiasa. Lakini tunategemea muda wote na saa yote anaweza katoa go-ahead kwamba sasa vyama vya kisiasa vina uwezo wa kuendelea na shughuli za kisiasa kwa sababu nchi iko salama. Na tunaona hapa kwa mfano mkoa wa Njombe, vyama vingine vinaendelea kujifanyia siasa. Sasa sijui kama kuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Mama anasema hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Mheshimiwa Rais alisema kwamba hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria kifupi, lakini inaonyesha wazi, dhahiri wazi kabisa, hata hili tamko la Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani lilikwenda kinyume na taratibu za kisheria na hakuna hatua zozote zilizochukuliwa. Ikabaki kama ilivyo tu kwamba sasa kuna wengine wako juu ya sheria, wengine wako chini ya sheria. Ingelikuwa hapo sasa ni mpinzani ndio anafanya vitu kama hivyo, kwa namna yote ingeonekana kabisa kwamba huyu amevunja taratibu za kisheria, inabidi achukuliwe hatua za kisheria. Inakuwa haipendezi sana mtu yeyote akakaa juu ya sheria. Kuna vitu vingi sana vinaendelea ambavyo ni uvunjifu wa sheria, na tunaona maoni ya watu yako mengi. Nirudi sasa ndani ya mkoa wa Njombe, tunaona matangazo yanapita kwamba kuna mikutano, watu wanatangaza tunafanyia mikutano ya kisiasa maeneo ya ofisi za mitaa, vijiji. Sasa inatakiwa hata wao pia kama ni chama kina uwezo kwenda kufanya mikutano kwenye ofisi za serikali. Sasa sijajua hili nalo linakaa katika mfumo upi, kwa sababu sio utaratibu kiufupi. Kila chama iko na ofisi yake, na kama mikutano hiyo ilitakiwa wafanye mikutano ya kuambizana, sio kupita na piano mtaani na kuambia wananchi kuna mkutano. Sasa hata unapomwambia mtu bwana tuna mkutano, kwa mfano ukipita unatangaza mtaani kuna mkutano, lazima useme agenda za muhimu, unakwenda kuzungumza kitu gani. Kama ni mkutano wa kisiasa na ilikuwa iruhusiwi, ndio yale tunarudi sasa kwenye uvunjifu wa sheria. Haya mambo hayapendezi, na tunapenda Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, kama mikutano haijaruhusiwa mpaka sasa, hao wengine ambao wanaendelea kufanya mikutano wameruhusiwa na nani? Labda hilo angejaribu kutuelekeza na sisi wengine tu tunaelewa, kwa sababu ingelikuwa kama ni mpinzani amekwenda kufanya ule mkutano
kwa namna yote ingeonekana amevunja utaratibu wa kisheria na inabidi achukuliwe hatua. Muda mwingine nakuta polisi wanakuja na kusumbua hivyo kwa sababu umevunja utaratibu wa kisheria. Lakini hao wengine tunaona kabisa wanaenda tu wanafanya vile wanataka, tena anapita anatangaza mtaani kwamba tuna mkutano wa chama, tutafanyia ofisi ya kijiji fulani. Sasa haileti picha nzuri, kwa sababu ofisi ya serikali ni ofisi ya Watanzania wote, haiko na matabaka ya chama cha aina yoyote. Sababu kila mmoja na nafsi yake na mapenzi yake, wapi anapenda. Itisha mikutano yako kwenye ofisi yako na uone watu wanakuja, kwa sababu unakubalika kila kuona watu watakuja. Wakifika mtazungumza mambo ya kuzungumza kwenu, na muda mwingine ilikuwa ina sababu ya kuwaitisha wananchi wote, afu mkutano wa chama ni kitu ambacho hakileti maana sana. Wewe itisha wanachama wako, nenda kakae nao, mjadili yale ambayo mnaweza kujadili. Kama ni nyumba 10 unasema sijui mashina sijui nini hivyo, wao ndio kazi yao hiyo, wafanye hizo kazi hizo. Wengine hatuko na hizo mashina na nini hivyo, wao wenzetu wako na mashina. Fanyeni hizo kazi kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya chama chenu, na sisi tunafanya mazingira hayo. Lakini kikubwa, nirudi tena niendelee kumhoji bwana waziri wa mambo ya ndani kwamba nchi yetu mpaka sasa iko salama, iko na amani ya kutosha. Je, yeye anakwenda kuruhusu mikutano ya kisiasa lini? Hilo ndio jambo la msingi, na wale ambao wanavunja utaratibu, nafikiri sheria ni msumeno. Sheria inatakiwa ifuate mkondo wake, sio ionekane fulani kwa sababu yeye ni mkubwa basi tusimshughulikie. Hapana, kila mmoja yuko chini ya sheria kama alivyotangaza Mheshimiwa Rais. Kila mmoja yuko chini ya sheria, hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Na hata hii mikutano ya kisiasa inafanyika, kwa mfano kuna mazuio haya yako mpaka sasa, tunaona waheshimiwa wabunge wanapita mtaani, nao ni wanasiasa, wanakuja wanafanya mikutano kwenye majimbo yao. Na kama wanafanya mikutano, ile mikutano haihusiani na siasa, hata wale itakiwa pigwe pini. Ndio yale tunasema uvunjifu wa sheria. Fikiri kwa haya ambayo nimeyazungumza yanakuwa yameeleweka. Tusubiri majibu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, atusaidie kidogo katika hili, kwa sababu nchi iko salama, amani iko ya kutosha, na nikutakieni ujenzi mwema wa taifa. Kazi iendelee.